mwanaume anapiga kazi mpaka jasho linamtiririka. Ni kwenye bakery moja huko jijini Lagos. Jamaa anaitwa Shola, anafanya kazi ya kutengeneza mikate, keki na vitafunwa mbalimbali, huku akishirikiana na dada yake ambaye anaitwa Adeswa. Mzigo unaitwa Bite Sweet. Wakiwa wanaendelea kupiga kazi, ghafla wanaanza sikia kelele za kuombwa msaada. Hawajatulia kidogo, anayeomba msaada ndo anaingia humo ofisini kwao, afu akazima ghafla kama gari limeloharibika nje. Madam Inis, uko sawa? Naomba maji haraka. Kumbe wanamjua mpaka jina. Maji akaletwa chap chap. Kitu cha ajabu sasa, aliyezimia anasema hayo maji hayatakiwi kunigusa. Adeswa akamnyang'anya maji kaka yake. Muone ambaye tunajaribu kumsaidia. Ni kwa sababu nimekimbia kwa nguvu kutokea nyumbani mpaka hapa. Wewe mwenyewe unajua jinsi palivyo mbali. Mpaka nahisi sukari imeshuka mwilini. Ndiyo, ni mbali. Tumetembea kwa nguvu. Madam, mbona nyumbani kwako mpaka hapa ni dakika 7 tu? Nani huyo? Mchawi gani huyo anabonga? Kwa hiyo, unajaribu kusema kwamba kujaribu kujifanyia mazoezi ya kutembea na kuweka mwili wangu sawa sio kazi, si ndio? Sio kazi ndio. Mama, samahani, usimsikilize. Muda mwingine huwa hayuko sawa. Ni kweli, naona kusema ukweli ni kazi kwa sababu ni kama vile unapunguza uzito. Kuinuka tu ni mtihani. Ikabidi amsaidie kumnyanyua. Huyu mama ndio mwenye hiyo frame ambayo Shola na dada yake wanafanyia kazi. Kwa sasa bado anadaiwa kodi kwa miezi kadhaa. Sasa huyu mama Chibonge ndo anatumia huo udhaifu kuja kujipigia misosi kila siku anapotoka kufanya mazoezi ya kukimbia. Eti anadai anapunguza uzito na mafuta mwilini. Afu akitoka tu kukimbia anakuja kufakamia keki hapa. Na sio kwamba analipia, hapana. Si anadai kodi ya frame bana. Kodi yangu. Unasema kodi yangu. Kodi yako. Ona, jiko langu la kuoka liliharibika siku chache zilizopita. Kwa hiyo ile pesa ya kodi ndio nimetumia kununua jiko jingine jipya, na ndio maana sijakulipa kodi yako kwa wakati. Mimi hiyo hainihusu, kwa sababu hayo hayakuwa makubaliano yetu kipindi na wapangisha hapa. Adeswa hawezaji kuvumiliaga mambo. Hatujapangishwa hapa na wewe, tulipangishwa na baba yako, lakini ameshakufa. Baba yangu yuko mbinguni. Pumzika kwa amani baba yangu, kwa sababu ni kwa ajili yako huyu binti ananitukana. Bado anaongeza keki tu. Alipomaliza kula, akaomba wekewe vitu vingine kisha akasepa. Adeswa anachukizwa na tabia za huyu mama. Ila ndo basi tu, atafanyaje na hawana pesa kulipia frame. Siku wa leo wakiwa wanaendelea kutengeneza vitafunwa, wakapata mteja ambaye ni maarufu kwenye mitandao ya kijamii, ambaye anajishughulisha na kazi ya kutengeneza maudhui na kuyaposti kwenye mitandao ya kijamii. Jina lake ni David. Sasa leo kaja siku mbaya hapa dukani kwa kina Shola. Unajua kwa nini? Kwa sababu umeme ulikuwa umekata na generator ambayo huwa anaitumia wakati umeme umekatika na yenyewe imeharibika. Kwa hiyo hakuna taa wala feni inayowaka hapo. Alichokifanya, akataka ampe mteja kidude fulani hivi cha kujipepea ili angalau joto lipungue. Jamaa akamwangalia, kisha akasema, nifungie vitu nilivyokuagiza ili niondoke. Akamfungia chap chap kisha akampelekea. Nimekuwekea moja ya nyongeza. Karibu tena boss. Sitaki. Hilo jibu huwa linauma kwa mfanyabiashara anayejitafuta. Mchoko wa kazi ya kukanda ngano na wa kupika siku nzima unamfanya awe na uvivu mno wakati wa kuamka. Mnaofanya hizi kazi mnanielewa, maana ni kuchelewa kulala afu kuwahi kuamka. Pongezi kwenu wapambanaji wenzangu. Sasa hapa ni asubuhi, kapigiwa simu na dada yake, ila usingizi wa mchoko bado unamuandama. Akaamua apokee simu hivyo hivyo kishingo upande. Adeswa, kwani kuna nini? Blada Shola, ona, nimekupigia sana tangu asubuhi. Kwa nini bado umelala mpaka saa hizi? Kaka Shola, hebu amka uanze kuja. Afu kuna link ya Instagram nimekutumia hapo. Hujaiona au? Kwa sura ya uvivu wa usingizi, akaamua ifungue linki ya video ambayo ametumiwa na dada yake. Akaanza kuitazama. Kuangalia kwa makini, anaona ni Mr. David, ambaye kama unakumbuka ndo yule star kwenye mitandao ya kijamii ambaye anajishughulisha na kutengeneza maudhui mbalimbali kisha kuyaposti kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kumbe ile siku baada ya kuchukua vile vitafunwa, David alivipenda na akaamua kuvitangaza kwenye mitandao yake ya kijamii. Tena na visifia kweli kweli, na anataja kabisa eneo ambalo vitafunwa hivyo vinauzwa, ambapo ni kwenye bakery ya kina Shola. Oya, Shola alipata mshangao wa furaha kinoma, na hapo akapata nguvu ya kujiandaa kwenda kazini. Kufika kwenye bekari yake, akakuta wateja wamejaa kinoma. Sio kitu cha kawaida kabisa yani. Kuingia ndani tu, wateja wakaanza kumsifia kuwa vitafuno vyake ni vitamu mno. Akapokea sifa kisha akawasalimia na kuelekea jikoni. Kufika jikoni nako, dada yake yuko busy na simu za order za wateja. Jamaa anazidi kushangaa tu, yani kama vile haamini, mpaka anaamua kusikiliza kwa makini. Hivi ni kweli dada yake anaongea na wateja au? Chap chap akaingia
kuingia mzigoni kumsapoti dada yake. Baada ya wateja kupungua, David akaja. Inakuwaje kaka? Kiongozi, naona kuna umeme leo. Karibu sana kiongozi. Acha hizo kaka. Bosi, nakushukuru kwa kila kitu. Asante kwa tathmini, asante kwa kuposti. Yaani hata sijui ni kushukuru vipi. Acha hizo shola. Ni sawa tu. Naweza kukaa? Karibu kiongozi. Nataka nikupe ofa. Sawa kiongozi. Harusi yangu itakuwa ni miezi 3 ijayo. Na nahitaji unitengenezee keki. Jamaa akabaki anaganda kwa mshangao. Ni neema gani hizi Mungu anamtupia? Kama huwezi kufanya usiwaze tu kiongozi, wala hata usijali, nitaitengeneza. Itakuwa heshima kwangu kwa kutengeneza keki ya harusi yako. Hapo hapo David akampigia simu mpenzi wake ili aje kupaona hapo ofisini ambapo keki ya harusi yao itatengenezwa. Mchumba Mr. David akafika. Mara pap alipomwona Shola akapigwa na bonge la butwa. Yaani akabaki anashangaa kinoma. Shola na yeye anabaki kushangaa. Hivi huyu si ndio yule binti aliyekuwa mpenzi wangu kipindi tupo chuo kikuu?